Mungu amependa kuokoa wanadamu namna hiyo. Kwa hiyo ukitaka wewe kama ni mtoto wa kwanza, hebu tumia damu ya Yesu. Pambanua mwili wa Kristo. Unaposhiriki hapa meza ya Bwana, hii meza ya Bwana ni silaha kubwa. Hii meza ya Bwana tumeshiriki kwa kutokuipambanua. Tunashiriki mwili wa Kristo lakini hatupambanui kwamba kuna nguvu katika damu ya Kristo. Hii madhabahu hii unaona unakunywa hapa, unakunywa damu ya Yesu. Hii sio divai. Hii sio fruto. Hii sio unapoita, sio. Unapokuja hapa ni damu. Nasema hivi, damu. Sema nakwenda kunywa damu. Nakwenda kunywa damu. Na damu, katika damu, ndani ya damu kuna uhai. Ndani ya damu kuna uhai. Ndio maana wana wa Israeli katika agano la Musa waliambiwa kwamba msinywe damu ya wanyama, kwa sababu damu ya wanyama, damu ya damu ya wanyama imebeba uhai. Nitakuwa kwa sababu pia ninapokea damu kwa ajili ya kuwatakasa dhambi zenu kwenye agano la Musa. Ninapokea damu ili niwatakase makosa yenu. Kwa hiyo nitachukia sana nikiona mtu anakunywa damu. Mungu aliwaambia wana wa Israeli katika sheria za Musa, katika sheria zake akasema msinywe damu. Sisi kuna watu wanakuja kusushiwa hapa, sijajua. Na kwa kunywa kisushio napokea miungu wa kweli. Tunaweza atajua kuimarishia. Alafu pigo ambalo lilifanyika mpaka wakatoka ilikuwa ni pigo la takatifu la mzaliwa wa kwanza. Walipigwa wazaliwa wa kwanza wa Farao wanaopitisha vitu ili mkono wa miungu usiwe juu ya mkono wa watu. Na wewe katika familia yako ndio hivyo, lazima uombe hiyo kitu yako Mungu aitie kati.